of life iko tunani. Monio Petrol Station tunapatikana Kilimanjaro, Dar es Salaam, Arusha, Tunduma, Sumbawanga, Tanga, Taveta, Kenya. Tupigie kwenye namba hizi hapa 7542931182 7456955251. Zaidi yako baba, maana niko tuli nimetulia, wewe unagabaya. Hata wale wananionea usuda, shabaya yao mbaya. Watakotaje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. Naona tumechangamka sasa. Na Mungu atusaidie tuweze kufika malengo yetu. Itakuwa vizuri zaidi. Jeni Masawe Masoko. Kwa jina naitwa Upendo Mkumbwa. Mimi ni meneja masoko kampuni ya Monio Petrol Station. Niko makao makuu. Kwa jina naitwa Irene Urono Masoko, natokea Tegereni. Kwa jina naitwa Elizabeth Sgadi Mlai, msimamizi wa kituo Majiachai. Kwa majina naitwa Frasia Basiri, mhesabu Majiachai. Kwa majina naitwa Samuel Flores Mnyaga, msimamizi wa Shikeleni. Kwa majina naitwa Sara Joseph, mfunga hesabu Chekereni. Kwa majina naitwa Ayubu Richard, mfunga hesabu Kimoni. Nelson Raymond Sika, msimamizi Kimoni. Hazan Kumbwa, msimamizi Kiingereza. Jina naitwa Veronica Mkuru, ni mshikamangu Tegereni. Kwa majina naitwa Elena Wilson, kwa kuwapenda Tegereni. Kwa majina naitwa Lucia Anatoli, kwa kuwatenda Tegereni. Kwa majina naitwa Felista James, mkaguzi Edikota. Kwa majina naitwa Kesulinda Edikota Temba, mwandishi wa ripoti Edikota. Kwa majina naitwa Makulata Luciani, kwa kuwatenda Utira. Kwa majina naitwa Maria Pascal Moshi, mjaza kadi Uchila. Kwa majina naitwa Esther Masawe, kwa kuwatenda Uchira. Kwa majina naitwa Delfina Sevi, kwa kuwatenda Uchira. Kwa majina naitwa Juliana Mko, mshikapango Tunduma. Kwa majina naitwa Madamu Mali Musa, mkaguzi Edikota. Naitwa Grace Kalomo, mwanafunzi ripoti Chekereni. Neema Shuma, mhesabu Mererani. Feminista Mbaga, mshikapango Iringa. Fatma Swale, kwa kuwatenda Majiachai. Kwa jina naitwa Saumu Ali, kwa kuwatenda King'ore. Naitwa Tugonza Piusi, mpishi Uchira. Amina Hamisi, mpishi Mwanga. Josefu Adamu, kwa kuwatenda Mererani. Fatuma Haji, kwa kuwatenda Uchira. Stefania Bonifasi, Ushavyo Uchila. Amina Mchongo, mshikapango Mwanga. Elika Aunga, mshikapango Mwanga. Gabi Simoni, procurement officer Chekereni. Hosiana Jeoni, kwa kuwatenda Chekereni. Raeli Moshi, msimamizi Uchira. Ferdinand Shayo, kia ripoti Edikota. Esther Sanga, mkaguzi madeni Edikota. Amina Iwapo, mkaguzi matumizi Edikota. Fadila Shukuru, mkaguzi wa ripoti Edikota. Edna Wilhelm, ni mkaguzi Edikota. Ndio oye. Ndio oye. Ndio hai. Kama
Aibu. Mbona unapoa hivyo? Majina anaitwa Avelin Muime, ni mkaguzi wa ripoti kutoka Headquarters. Agnes Fulgence, mwandishi wa ripoti ya Headquarters. Mwanafunzi Ikuta. Kwa majina naitwa Ramazani Juma Mgala, ni fundi wa pampu kampuni. Naitwa Amos Mchuma, ni mkaguzi mkuu. Unio juu. Unio juu. Juu au chini? Juu. Kwa majina naitwa John Madu, ni mkaguzi nasimamia kitengo cha hela. Nafahamu wengi mnanifahamu vizuri kabisa. Kwa binafsi nawashukuru sana kwa kuwepo leo. Ni moja tu kwamba Munio izidi kuvuka mipaka na mipaka. Asante. Kwa majina naitwa Maria Mkristo, msimamizi kituo Tunduma. Karibuni Songwe. Kwa majina naitwa Lucy Mtoni, msimamizi Sumbawanga. Naitwa Ramadhani Yasin Mdee, msimamizi wa ukaguzi. Jina langu ni Edita Njao, mhasibu pamoja na msimamizi na mkaguzi wa ripoti. Munio oye! Hapo tumefika kwa mkurugenzi wewe. Habari za kweli jamani. Hamjambo Inaonekana leo hamjapata chakula mkashiba. Kuna wengi naona hawajachangamka. MC. Ndio. Wewe nafikiri ya sababu mkubwa kabisa katika kikao hiki. Ni kweli. Watu walipoingia ikatakiwa wapate staka. Washapata. Yaani inaonekana mkurugenzi wameshiba sana. Mimi nitegemea labda pale mlangoni mtu akiingia anapata pleti ya mishikaki. Watu wamechangamka. Kuangalia utaratibu mwingine siku nyingine kwenye kikao kingine watu wasikae wameboeka namna hii. Kwa majina ili uweze kuingia kwenye ansari za kikao chetu vizuri, kwa majina naitwa Christopher wetu Ndune Kamwana, mkurugenzi wa Station. Ili labda hawa watu wa media ndio hawafahamu, lakini nyinyi wengine wote mnaifahamu. Kwa hiyo kama mwenyekiti natangaza tunafungua kikao rasmi kwa ajili ya kuweka mipango ya 2025 ya kuendeleza kampuni yetu. Kwa hiyo MC, nafasi ya kwako ili uweze kuwapa watu wa media nafasi watoke ili tuweze kuanza agenda zetu rasmi. Asante. Nashukuru sana. Makofi mengi sana kwa mkurugenzi wetu. Munio juu. Munio juu. Munio safi. Sasa hapo naona tumechangamka sasa. Nafikiri ulikuwa unasubiri sauti yako tu. Nimalizie kwa hivi, ni moja tu kwamba ni kweli tunapata tuzo kwa wale washindi, ila nilikuwa na wazo moja tu kwamba nilitaja jiografia ya vituo pale mwanzo. Ukimlinganisha Sumbawanga na Kigori hawezi kwenda na uwiano sawa. Kwa hiyo ni vizuri kama next time tukarekebisha hili kwenye masuala ya mauzo, ukatupa zile target. Atakayokuwa anaongeza mauzo apate tu. Mawazo yangu tu. Atakayokuwa ameongeza mauzo kwenye target ambazo tumempa. Hata hapa aliyeongeza atapewa tu. Bila hata target. Yaani ungeeleza. Target tutaweka, ndio atakayekuwa amefikia target atapewa. Sawa. Na hata aliyeongeza yeye kimya atapewa pia. Amina. Siku zote kama unapata chakula cha usiku saa 2, sio siku zote itakuwa hivyo. Kuna siku za dharura, hata unaweza ukapanda basi likaharibikia porini, hamna chakula. Na nafikiri hamna mtu anaweza kufa kwa ajili ya njaa. Alafu njaa haiwezi kuwepo masaa yote. Kwa sababu mimi ni mtaalamu wa mambo ya lishe, na ndio maana mnaona nimepunguza kilo
nimebakiwa na uzito wa kawaida, japokuwa nikipita barabarani watu wananipa pole. Pole, ulikuwa unaumwa na nini? Kama kampuni tuna utaratibu wa kutengeneza, kuandaa tuzo kwa ajili ya wale ambao wamefanya vizuri kwenye kampuni yetu. Nafikiri hapa tuko kuanzia kanda ya Nyanda za Juu Kusini, tuko kanda ya Pwani, tuko kanda ya Kaskazini, wote tuko hapa. Ndio wakati umefika. Haya tuliokuwa tunaongea hapa yalikuwa ni maneno ya kujenga, lakini sio yaliyotukutanisha. Kikubwa kilichotukutanisha leo ndio hiki tunakwenda kukifanya. Tunakwenda kuwapa zawadi ya pesa taslimu ambazo tutatoa kwa njia ya cheki. Pia tutatoa tuzo. Ile tuzo ni kumbukumbu ya kuonyesha mwaka 2024 ulifanya kazi Munio Petrol Station na ukawa mfanyakazi bora. Ile tuzo ni zaidi ya vile vyeti tunavyoviita vyeti vya NACTE, diploma, degree. Sawa jamani? Kwa sababu private sector wote, hata ukaenda popote kutaka kazi, wakakuuliza ulikuwa unafanya kazi wapi, unachomoa, unampa, unawaambia sasa, unaona nilikuwa Munio, na Munio wakaniona ninafaa kwa sababu nina uwezo na ninaweza. Sawa jamani? Miaka mingine yote tulikuwa tunatoa pesa, tukagundua kwamba kumbe pesa zinatumika, zinaisha na hakuna alama yote inabaki. Ndio tukagundua kwamba ni afadhali tuweze kuacha alama. Kila aliyefanya vizuri apate alama, iwe kumbukumbu kwake mwenyewe na kwa vizazi vyake vilivyoko na vijavyo, kwa sababu alama hii inaenda kuishi maisha marefu kuliko hata wewe unayeenda kupewa tuzo. Wale ambao watakaokuwa wamebahatika kupata, inawezekana wamefanya vizuri, lakini sio kwamba wamefanya vizuri sana kuliko wengine. Hata sisi ambao tutakaojikuta hatujapata, hususan mimi mwenyewe nafikiri sijapata, inawezekana jicho la Bwana alijaniangazia. Sio jamani? Na kama kampuni tuna vigezo vyetu. Vile vigezo tulivyoviweka kila mtu anavijua. Sasa wale ambao hamkubahatika kupata, msivunjike moyo. Ninawashauri kwamba tuongeze bidii na maarifa. Mungu atasimama na sisi. 2025 hii tushavuka robo ya mwaka. Naamini ikifika Disemba mwishoni, Mungu anaweza kukuangazia ukawa ni mmojawapo wa kupata tuzo na fedha kutoka katika kampuni hii yetu pendwa ya Munio Petrol Station. Nafikiri hizi tuzo tutazisoma kama vile kura. Sawa eh? Si mnajua kura wanaanziaga chini wakienda juu. Matokeo ya uchaguzi tutaanzia chini tunakwenda juu. Tunaanza na idara wafanyakazi bora waliofanya vizuri kwenye idara zetu zote. Idara ya ulinzi. Hivi walinzi wapo? Katika walinzi wetu wote wa kampuni yetu, lazima patikane mlinzi mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya vizuri kuliko walinzi wengine wote. Sio? Inawezekana
kukawa kuna mwingine ambaye uwezo ulikuwa sawa, lakini ni bahati yake. Tunaanza na idara ya ulinzi. Tunaanza na mlinzi wa Chekereni anaitwa Magori. Hii hapa ni cheki ya shilingi 500,000. Na hii ni tuzo, lakini inaandikwa Best Security Person Award of the Year 2024. Tutamkabidhi Magori, mwambie asimsahau mtu anaitwa Avelin Mwile kuingia na hiyo. Kwa dereva, kuna dereva anaitwa Kelvin kutoka Iringa. Pata hundi ya shilingi 500,000 pesa cash kabisa, anaenda kuchukua kwenye akaunti. Nafikiri mmeona. Na huyo hapa, hii ni tuzo yake, dereva Best Driver Award of the Year 2024, Kelvin Josia Mali. Tunakwenda, kuna mtu anaitwa cleaner. Huyu cleaner anaitwa Rachel kutoka hapa, ni wapi? Huyu ni wa Kinyerezi. Tulikuwa tunaomba Rachel wa Kinyerezi. Amka mtakamke ndani sasa. Hii ni cheki ya Rachel Josia Gabagila. Huyu ni Best Cleaner Award of the Year 2024, Rachel Jansa Kabagila, Kinyerezi Station. Tunakwenda kwa mpishi bora, anaitwa Antonia Richard Luhasi kutoka Iringa. Anapokea, nafikiri meneja wake anampokelea taslim shilingi, hundi ya cheki la shilingi 500,000. Tunakwenda kwenye pump attendant. Pump attendant ambaye alihudumia vizuri, sio vizuri tu, ambaye aliuza mafuta mengi kuliko pump attendant wote wa Munio Petrol Station. Namba 1 anaitwa Keslida Temba. Huyu Keslida Temba aliuza mafuta mengi kuliko pump attendant wote Tanzania nzima. Mwaka 2024. Kwa hiyo 7. Kama mnavyoona, cheki ya shilingi 700,000 na tuzo ya pump sales category. Keslida Eliud Temba, Kinyerezi Station. Anapokea hundi ya shilingi milioni 1. Anapokea na tuzo
nyeusi, alikuwa anasema ni nyeusi, ikiwa nyeupe ni nyeupe. Amina Fredrick Akaro kutoka Iringa. Mwandishi na mpokeaji wa ripoti bora kabisa anaitwa Ferdinand. Anapokea hundi ya shilingi 700,000. Anapokea na tuzo Best Employee of the Year 2024. Kuna mwingine anaitwa Edina. Amepata hundi ya shilingi 700,000. Kwa hiyo ni mkaguzi bora kabisa headquarter. Tunakwenda kwa mtu anayeitwa Amos Zablon Mchuma. Cha transport and logistics alikuwa anafanya kwa performance ya hali ya juu sana. Kama anavyoonekana anapokea kundi ya shilingi 700,000. Na tuzo imeandikwa kabisa Amos Zablon Mchuma. Safi. Nikijaribu kuangalia mauzo yale ya Sumbawanga mwaka 2025 na 2024 ameyasukuma sana. Yani ni wale watu ambao unamwacha kituoni, unamwambia hebu jaribu kuangalia wateja hawa wahudumiwe sawa sawa. Amejitahidi kutafuta wateja wapya, akaongeza mauzo Sumbawanga. Nafikiri Sumbawanga ilifika mahali ikataka hata kuovertake na vile vituo vikubwa kwa ajili ya yule kijana. Anaitwa Valentini Ali Mpare. Utampelekea hundi ya shilingi 700,000. Yeye ndiye alikuwa namba 2 baada ya Rickson, ni yeye. Utampatia na hii tuzo. 2024 kile kituo ambacho kilipoteza mafuta kidogo kuliko vituo vyote ilikuwa ni Chekereni. Anapata tuzo ya shilingi milioni 1, zawadi ya shilingi milioni 1. Anapata na tuzo ya mwaka 2024 ya aliyepoteza mafuta kidogo kuliko vituo vyote. Tunakwenda namba 2. Namba 2 aliyepoteza mafuta kidogo kuliko vituo vingine vyote anayefuata Samueli ni Rickson Mlai. Anapata hundi ya shilingi 700,000 mtajumlisha wenyewe. Kapiga na tuzo tumempatia tuzo ya aliyepoteza mafuta kidogo
ni Rickson Mlai, ni Samueli Mnyagani, pamoja anayemfuata ni Rickson Mlai. Kitengo cha masoko. Yaani tunaposema masoko, sio masoko customer care. Customer care na customer service ni kile kituo ambacho wasimamizi alisimama vizuri, attendant wakahudumia vizuri. Tuna namba 1 na namba 2. Namba 1 ni Rickson Mlai. Nilikuwa kama nilifanya kidogo. Hata mkifika Uchira, naona jinsi wale wahudumu wa Uchira wanakuwa wamechangamka sana. Si ndio jamani? Hakuna mtu ambaye anaonewa kwenye tuzo. Ni kweli. Wengine sijui wanafanyaje na pampu attendant, unakuta hawawezi kuongea nao wakahudumia vizuri. Sasa hatuelewi sababu iko wapi. Kwa hiyo Rickson Mlai amepata tuzo ya kusimamia pampu attendant wakahudumia vizuri shilingi milioni 1. Anapata pia na tuzo. Aliyeshika nafasi ya 2 kwenye hii zawadi ni Tunduma. Kama mnavyoona, nafikiri wengi mnaelewa, tuzo hizi hatutoi kwa upendeleo. Tunduma wamefanya vizuri mwaka 2024. Wale vijana ambao wamehudumia vizuri chini ya usimamizi wa Mariam. Kwa hiyo Mariam anapewa hundi ya shilingi 700,000. Anapewa pia na tuzo. Hongera. Kwenye watu ambao kituo ambacho kiliongeza mauzo. Kituo ambacho kiliongeza mauzo kutoka, yaani kikawa kimeongeza mauzo makubwa kuliko vituo vingine vyote, ni Sumbawanga. Sumbawanga tunakuaga na zawadi kwanza. Kunakuwa na mshindi wa kituo aliyeuza mafuta mengi kuliko wengine wote. Alafu kunakuwa na zawadi ya 2 ya mauzo, aliyeweza kuongeza mauzo katika kituo chake. Si ndio jamani? Kwa sababu tulikubaliana sio watu wote wanaweza kuwa washindi wa namba 1. Kwa hiyo aliyefanya vizuri ni Sumbawanga, anaitwa Lucia Lasliasi sijui mtoni. Ladislav. Hapa jajiba Ladislav. Shilingi milioni 1. Hapo ni safi. Anapata na tuzo pia. Tuzo ndio hii hapa 2024 kwa ajili ya kuongeza mauzo. Tunakwenda wa pili aliyeongeza mauzo kwenye vituo vyetu, maana tunaenda kwa mahesabu. Yule ambaye hataridhika anaweza kuja tu akaonyeshwa hesabu ilikuwa ni ngapi. Anaitwa Halima Mkilidi. Anapokea hundi ya 700,000. Hongera dada, hongera dada. Hongera
Halo. Munio safi? Iko juu. Safi. Tunakwenda kwenye wale wa jumla sasa. Wale wateja, wale wa jumla waliouza mafuta mengi kuliko wengine wote. Namba 1 ni Happy Silayo. Namba 1 ni Happy Silayo. Safi! Amepata shilingi milioni 2 na laki 3. Anapokea na tuzo ambayo ni overall best overseas. Safi baba, safi. Hayo tunakubali. Tunakwenda namba 2, anaitwa Mariam. Amepata shilingi milioni 1 na laki 1. Amepata na tuzo. Safi. Mariamu huyu ni wa Tunduma. Wacha aenda kilemewa kabisa. Wa mwisho kabisa. Wa mwisho ni kwenye ule ushindi wa jumla wa vituo. Yule wa 3 kabisa, si mnajua yeye anapataga pesa, hapati tuzo. Anaitwa Lucia Mtonyi. Ni mwisho wa zawadi ya fedha pamoja na tuzo. Neno langu la mwisho. Sisi kama Munio Petrol Station, zawadi hizi ambazo tumetoa ni kwa ajili ya kutoa motisha. Zawadi hizi tulizozitoa ni kwa ajili ya kutusukuma twende tukafanye kazi kwa bidii. Zawadi hizi tumetoa ni kwa ajili ya kuwapa moyo wale watu ambao walipigana usiku na mchana bila kuchoka. Zawadi hizi tumetoa ni kwa ajili ya kuwaonyesha wewe ulifanya kitu. Na sisi tunahitaji tuweke alama kwako. Sio jamani? Sisi wengine ambao tunaobaki tukiwa hatujapata hizi zawadi na tuzo, tusikate tamaa. Tuendelee kupigana, tuendelee kupambana usiku na mchana, iwe mvua, iwe jua. Tuhakikishe tunafanikiwa kuyafikia malengo yetu. Unaweza kuendelea. Yupo Recho, yupo mfunga hesabu wetu Rabia, yupo mjeza kadi wa nje Mary, yupo mfanya usafi Paulo. Tumepambana na namshukuru Mwenyezi Mungu ametuonekania. Munio ole! Munio hai! Sawa kabisa. Mkurugenzi kweli hapo nimekubali. Nimejipanga, nilikuwa nimesahau neno moja tu kwamba zawadi za gadeni bora kabisa zimekosa mtu. Umeelewa Zimekosa mtu. Kwa hiyo zilikuwepo, imebidi kampuni izirudishe. Kwa hiyo mkae kielewa hivyo. Tupate chuki kabisa hiyo. Endelea MC. Lakini pia ni vizuri kama alivyosugesti fundi, huyu ni mkongwe. Kwa hiyo tungeomba kati anaenda kuangalia taratibu wa chakula, tupata neno la shukrani, lakini pia kumpongeza mkurugenzi wetu. Nilitegemea pia ingekuwa kuna tuzo ya tutekeleze hata sisi tuzo tukupatie. Niseme tu kitu kimoja kwamba ungekuwa kama sisi, nikizungumzia sisi na tunafahamu vizuri. Tukafanya yale ambayo tunayafanya, ungeyafanya wewe. Sidhani kama Munio angekuwa hapa.
ingekuwa mwenyewe imeshaisha muda. Yaani nifafanue tu kwamba ungekubali kufungua flies. Sidhani kama mwenyewe ingetembea. Mzee umepambana sana. Na mimi nilikuwa nategemea kwenye hizi tuzo leo lazima una tuzo yako. Ila sasa na sisi maybe tutaorganize baadaye viongozi wa vituo tuangalie namna kufanya juu yako. Mimi nimefurahi sana. Ukweli ni kwamba anasema nimefurahi kweli. Hii haijawahi kutokea. Hebu fikirieni mwenyewe na miaka mingapi? Nafikiri hata yaani ungetakuwa mtu mzee ongezi kubwa sana. Mungu anaongezea. Unakuja hata ukutegemea unapata milioni 1. Unategemea nini kweli? Ungetakuwa mshukuru na kumwambia Mungu huyu mtu ampe urefu wa maisha. Mimi nawaombeni nyinyi watendaji wote wa kampuni hii. Hebu tubadilike ili na yeye afurahi. Alipenda kutufurahisha sana na kutupa moyo. Kupata milioni 2 si kitu ya mchezo. Mimi nawaambia ukweli. Mimi sishangai wake nilipewa gari. Sishangai, nilipewa zawadi ya gari na nilipewa na pikipiki. Si kwamba hiki mimi nakishangaa. Kwani gari ni milioni ngapi? Sasa mimi sishangai, ila huyu mtu tumuombe maisha marefu sana. Mungu ambariki sana. Kwa sababu ametuonyesha moyo kwamba yuko pamoja na sisi. Tusikate tamaa. Hata yule alikuwa ana roho ya sijui ni iteje. Hebu naache hiyo roho. Mimi naita roho za kishetani. Ule mwenye ile roho za kishetani. Hebu nawe na ile roho ya kimungu, ya kiroho mtakatifu. Mkurugenzi, tunashukuru sana. Amina. Tunakushukuru sana kwa hiyo umetuonyesha. Mimi naamini mwakani tena si hawa wanapata hiyo zawadi. Naamini hivyo. Mimi naamini mwakani si hawa tena wataongezeka, utashangaa. Makata hizo gari tutasimamia zirekebishwe. Kwa nini zikosekane? Mnasikia jamani? Mimi nawahusia jamani. Mimi kidogo umri wangu ni mkubwa. Nawahusia ndugu zangu. Watoto wangu, wajukuu zangu. Badilikeni. Badilikeni, fanyeni kazi. Fanyeni kazi. Asante. Asante sana. Fulukei, lakini mkurugenzi kwa ridha yako kama utaridhia, mpishi aliomba akupongeze. Mwalimu bana alitaka azungumze kidogo kama utaruhusu nimruhusu. Karibu mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Vijana mpo? Wazee je? Wapo wawili watatu. Hebu nipongezeni vijana. Asanteni sana. Mimi ni mwalimu mstaafu. Lakini nimefurahi sana kwa sababu huyu Mungu alivyo pekee. Nina mwanafunzi wangu Mnio Kamwana. Amina, imekuwa ambaye kaka yake nilimfundisha. Alafu yeye akapitia kwa mwalimu fulani lakini ndani ya mikono yetu. Hakuna siku nimeguswa kwenye moyo wangu kama siku hii ya leo. Na kama kuna siku mtaipoteza nyie vijana dhahabu kupitia Mnio ni leo. Kweli. Hamnifahamu wengine, lakini tukipita kwenye matawi tunaona Dar es Salaam, tunaona Kinyerezi, tunaona Mwanza, tunaona wapi huko tulikopita. Lakini niwaambie hazina unayo wewe mwenyewe. Hazina ni wewe mwenyewe unaitunza kupitia elimu Mnio ambayo ameisema leo kubwa. Kweli, kweli. Anasema mmoja kweli, lakini nasema mimi nimeguswa mpaka nikasema ninaomba niongee na mwanafunzi wangu wa Mabiranga. Yaani nimeumwa, amepata zawadi zile ambazo alikuwa anazipata nikimfundisha.
kugawanya madawati, wengine wanaanza kuomba ruhusa ya kukojoa, wengine wanaanza kutoka tu wenyewe. Nilikuta hilo somo leo. Lakini angalia, mtu wa zamani ni hazina. Mnio ni mtu wetu wa zamani kwa sababu ameweza kukusanya watu wa mikoa. Watu wa mikoa, watu wa wilaya, watu wa kijiji, watu wa tarafa, watu wa kata. Yaani yeye hakuanza kata, ameanza kijiji. Unajua vijiji? Ndio wakati mimi nakula matunda madogo ya mwisho wa huyu mjukuu wangu. Huyu ni mjukuu wangu, sio mtoto. Imagine mimi amepitia mazingira mangapi. Mimi angekuwa mtu mwingine leo muda nimekaa pale nje ningetoka. Lakini najua kuna dhahabu iko kwa Mnio. Amina. Vijana wanapita barabarani hawajui thamani ya Mnio. Hawajui kitu ambacho kiko ndani ya njia panda, ndani ya Chekereni, ndani ya Kiterini, ndani ya Dar es Salaam na sehemu nyingine. Lakini mmepewa kitu kikubwa sana. Kwa nini mmekusanywa nyie leo mkakaa eneo hili wengi hivi? Hivi wengine wapo. Wewe kijana simama wewe. Siku nyingi sana nampenda wewe kijana. Nisijui kwa. Nampenda. Wewe kama aliyenionyesha ni huyu mfupi kama yeye. Nikiwa na shida zangu za kwenda kunywesha vitunguu, mahindi, nenda pale anakusikiliza hata kama una shida, hata kama hujavaa nguo. Huyu mtoto ni wa pekee sana. Mnio hajapeleka vitu huko kwao. Kwanza hajazaliwa na yeye, lakini nimesikia anapotamka. Huyu hapa sio kwamba anakaa karibu Kiterini na Mnio, no. Kuna matendo. Fanyeni kazi kwa matendo. Msifanye kwa sura, msifanye kwa dharau. Tengenezeni maisha yenu kama sisi ambao tumefanya kazi tukawafundisha hawa, leo wanatupa matunda. Leo wanatuwekezea vitu vya ajabu. Mimi tu sio mpishi from where. Mimi nimekuja kwa heshima ya Mnio. Naomba unisamehe. Lakini nimefurahi, nikaguswa kwa sababu nyumba yangu mimi ina upendo, ina amani. Ninapenda kumwambia baba Mnio, nimependa maneno aliyokuwa anaongea, na kwa sababu alishakuwa kiongozi eneo lake na hapa na mimi ni mwalimu wake, siachi kumpongeza kabla sijafa. Acha nikupongeze. Yeye catering yake ni level kubwa ya kufanya shughuli kubwa. Lakini tulimbembeleza aje atusaidie kutengeneza chakula kidogo kwa ajili yetu. Lakini nilikuwa na washauri, kama itatokea mtu yoyote aidha anaolewa au anaoa, kwa sababu hapa nyewe wote ni vijana, msimwache huyu dadangu jamani. Ni dadangu, nampenda sana, na mheshimu sana, na mthamini sana, na mjali sana. Na yeye pia ananipenda. Na kwa sababu mlivyomuona hapa alivyoongea ni mpenzi wa watu na kote yuko. Ni kweli. Inatakiwa wote tumpende hivyo hivyo. Kweli. Na kwa vile wengi mlioko hapa ni vijana, kasoro mimi labda na fundi pray. Yeye wengine wote ni vijana. Saa yote unaweza kuoa au kuolewa. Basi ikifikia wakati huo, ile kamati uambie jamani, kuna yule mwalimu Pili ndio atafanya shughuli ya mapambo, atafanya na shughuli ya mapishi. Sawa jamani? Sawa. Mwalimu, nashukuru sana kwa wewe kuja kutupa maneno mawili matatu. Hakika walimu huwa hauishi. Hata Mwalimu Nyerere walimu wake uliisha alipoenda kaburini, lakini cha ajabu
ualimu uliendelea kubaki kwa sababu maneno yake yanaishi mpaka leo. Tunashukuru sana. Karibu mpe mwalimu Mike atupe mwongozo wa chakula. Asante sana. Isije ikawa ninaongea kitu shangazi, ni kesho asubuhi saa 5 unakuja kuchukua yule mbuzi. Sio jao ya kumunya, no. Asante. Ninakwenda kumshika baba pole. Nimechelewa, nitampa samahani. Hapo nenda na neno. Asante sana. Asante sana. Shukrani zetu za dhati kwa wote ambao wametufikia ushauri. Lengo lilikuwa ni kujenga kampuni yetu. Tumejadili mambo yetu ya kampuni, tumeshirikiana kwa pamoja na tunaahidi yale ambayo tuliyokubaliana tutatekeleza. Nitoa shukrani zangu za dhati kwa tuzo hizi alizoamua kutoa, na inatupa moyo sisi tuendelee kupambana zaidi, inatupa moyo sisi tuendelee kupambana zaidi na zaidi. Kabla mwingine itakuwa ni kubwa zaidi ya hizi. Asante sana. Monio Petrol Station tunapatikana Kilimanjaro, Dar es Salaam, Arusha, Tunduma, Sumbawanga, Tanga, Taveta, Kenya. Tupigie kwenye namba hizi hapa: 7542931182, 7456955251.